tulijua mwisho urafiki ni uadui. Uadui ni huu hapa tunauona sasa. Huu ni uadui ujue unaendelea kati ya Simba, kati ya Yanga na bodi ya ligi. Sisi ukiangalia kwa makini Simba tupo kisi tunaangalia hivi kwa juu. Yaani sio wanapopigana sisi tunaangalia hivi. Sisi point yetu ni moja tu, dabi. Nyinyi ndo wachonganishi Mandala. Sisi tulichukua kwa sababu undugu ulivyozidi urafiki, ilibidi tuchukue asi na chanya kuzi. Ndio hicho kibaya sisi. Tukachukua asi na chanya tukaifanya hivi. Kwa sisi mama wanataka siko tu si furaha. Si ndio? Sikiliza. Unajua Yanga anachokipigania kweli ana haki. Yanga anachokipigania kweli ana haki. Lakini sio Yanga kufanya hivi. Ili apate haki yake ndo afanye hivi. Wala sio Simba. Hii haki inatakiwa ipiganiwe na timu ngeni, labda imetoka si Uganda je Tanzania ngeni ndo apiganie. Kwa nini namwambia sio Yanga la sio Simba? Huko Mandala kupigania. Sikiliza. Yanga na Simba wanaojua mpira wetu wa Tanzania upoje. Yanga na Simba tunajua uendeshaji wetu wa mpira unaendaje. Sisi tunafuata sheria katika 100%. Sheria na kanuni zinafuatwa 35.5%. 74.9% zote ni busara. Yaani mpira Simba na Yanga ulivyo kwa upande wa bodi ya ligi na TFF, sheria na kanuni zinatumika 35.5%, ila 74.9% zote. Mandala uone hiyo ndo shida. Tunapongelea shida kama bodi ya ligi wajisafishe, Mguto ajiuzuru, Yanga arudishe kombe la 2017 walirudishe. Unajua mtu unapoamua kuwa mtakatifu, nisikilize, hata vitabu vya Mungu vimeongea. Kama ulikuwa mwizi unaamua kuwa mtakatifu, rudisha vitu ulivyochuma kwa dhambi. Vitabu vya Mungu vinasema kama umeamua kuokoka, rudisha vitu ulivyotafuta kwa dhambi. Yanga walifanyia dhambi Simba, walipokonya ubingwa wa 2017. Nikukumbushani labda nyinyi mlikuwa wadogo. Nisikilize. Yanga walifanya dhambi nyingi katika ardhi ya Tanzania. Warudishe basi zile pointi 3 za dabi raundi ya kwanza Simba na Yanga, mpira ulitoka. Warudishe zile pointi. Si dhambi wataki. Wao wamenyooka, malaika afanye makosa. Warudishe pointi za raundi ya kwanza. Wanataka viongozi wajiuzuru kwa sababu wamefanya dhambi. Wanachokisema Yanga ni sahihi, kwani wamefanya dhambi wajiuzuru. Kama mmekiri wale wanafanya dhambi, nyinyi ndio wafanya dhambi wenzake. Kwa sababu wafanya dhambi wa mpira Tanzania, Simba, Yanga na bodi ya ligi na TFF ndio wafanya dhambi. Kama umeamua kuokoka, unashumu bodi ya ligi na TFF wajiuzuru, rudisha mali ulizochuma kwa dhambi. Yanga warudishe zile pointi 3 za dabi za Simba na Yanga raundi ya kwanza za dhambi, mpira ulitoka. Nisikilize. No, si dhambi, tunaongelea dhambi hapa. Kwani Yanga kipindi wanashtumu matakwa yao manne, mambo mengi salipita. Na walisema kuna jambo liliongea muda, si ndio? So nataka waokoke. Yanga sasa wamekuwa halokole, wataka waokoke, anataka dhambi. Wao sasa waokoke. Mtu wote anataka waokoke, rudisha mali ulizochuma kwa dhambi. Lile goli waliomfunga Simba, mpira ulitoka nje. Warudisha pointi 3. Yanga warudisha ubingwa 2017. Kuna mchezaji alicheza Kagera Sugar anaitwa Faki, kama namjua. Faki alichezeshwa na bodi ya ligi, alichezeshwa na Kagera Sugar akiwa na kadi 3 za njano. Kwa kanuni za mpira na sheria, mchezaji akiwa na kadi 3 za njano anatakiwa timu ipokonywe pointi 3. Na kweli Kagera Sugar alipokonya pointi 3, alipewa Simba kutokana na kanuni na nini na sheria. Yanga baada kuna vile Yanga kaita press, wakasema bodi ya ligi amemwaga mboga, sisi tunamwaga ugali. Sasa Mandala kwenye hili, mwanzo ile mechi ya tarehe 8 ile mwezi wa 3, mlitoa barua yenu mkasema kwamba nyinyi hamchezi mpaka alofanya ule uhuni apatikane. Umeona? Lakini mpaka hivi leo hajapatikana. Leo mmetoa barua wa kusema kwamba mechi nyinyi ipo pale pale, lakini pia mnahitaji ripoti ya uchunguzi. Pia hilo unaliongeleaje? Waandishi msipotoshe umma. Waandishi nyinyi msipotoshe umma bwana, nyinyi nategemea nyinyi watu mna elimu kubwa.
Simba alisema sintocheza mechi ya tarehe 8 mpaka nikaona watu wamewajibika. No, nisikilize. Kwani ngombe msipotoshe umma, nisikilize. Simba alisema sintocheza mechi ya tarehe 8. Sintocheza mechi hii ya tarehe 8 mpaka nikaona kuna watu wamewajibisha. Je, mechi ya tarehe 8 Simba alicheza? Basi. Sasa watu hawajawajibishwa bado, ndo wanachokitaka. Simba kusema sichezi mechi ya tarehe 15. Simba alisema sichezi mechi ya tarehe 8. Na kweli Simba siku ile akampagua kikosi. Mpaka hao wajibike. Tafsiri sahihi kitovu chake, majibu ya Simba yalipatikana baada ya bodi ya ligi kugairisha mechi. Pale Simba akafurahi kwa sababu wamesikilizwa matakwa yao. Alishapatikana sasa Mandala pale. Kwa hiyo kama Simba amesikilizwa matakwa yao na wameheshimika, Simba kwa tena uongozi wa bodi ya ligi, hao watu watafutwe, wasitafutwe, lakini matakwa haya tarehe 8 kuto kucheza ametimia, kwamba hatutocheza. Na kweli kucheza na mechi iligairishwa. Si ndio? Sikiliza. Waambieni Yanga kama wamechoka kucheza mpira Tanzania, waende wakatafute ligi ya kucheza. Mandala, unawaambiaje Yanga? Waambie Yanga kama mpira wa Tanzania wameuchoka kucheza, watafute kichaka cha kwenda kucheza ligi yao. Sisi tuna mpira wetu. Spain wana mpira wao. England wana mpira wao. Tunafanana baadhi ya vitu, ila kuna vitu vingi tunatofautiana. Mpira wa Tanzania hasa hizi vilabu vya Simba na Yanga, kanuni na sheria inatumika katika 35.5%. 74.5% zote ni busara. Uone kama tunaopoteza mpira kwa staili hiyo. Kwa nini usipotee miaka yote? Kipindi Yanga anaenda kucheza anachukua bingwa mara 3 mfululizo, kwa nini usipotee mpira? Kwa hiyo akimsimua na ubingwa achukui, ndio atakafuata kanuni na sheria. Kisa ubingwa wanauchukui. Kipindi kile anachukua ubingwa yeye, anabeba magoli ya ovyo ovyo, anabeba mapointi ovyo ovyo kwa paoni kama ligi inakosea. Yanga waache akili za kitoto. Wao wamesema mpaka sasa hivi kwanza hawachezi, afu mechi za ligi 2 hawachezi, finali ya CRDB kwanza wanawadai kwanza CRDB. Nikuuliza swali hapo rahisi. Rahisi sana. Ashum, fikiria hapo sasa, nakupa swali uwaze. Yanga simame na msimamo wao watuchezi. Bodi ya ligi wasimame na msimamo wao kama jana vile. Dabi ipo pale pale. Unaona bodi ya ligi hata hapa Simba. Nisikilize. Kila mtu asimame na msimamo wake. Ifike tarehe 15 kweli Simba aende uwanjani. Ashumu hapo. Yanga kweli hapo kwenye pointi 15. Simba kweli hapo pointi 3. Kwa akili yako Yanga atafanya nini bodi ya ligi? Wataenda juu zaidi huko. Kasi Sashaenda. Wanaenda tena. Kufanya nini? Kwa hiyo kasi akili hawana, sikiliza Yanga tu kila siku. Yaani waache kufanya kazi zao huko. Nisikilize. Kasi ni mahakama ya mpira duniani. Waache kufuatilia kasi za Man City za nani, kasi kwa sikilize Yanga tu. Yanga alipenda kasi, wakaambiwa toeni upumbavu wenu. Yanga ameambiwa kasi, upumbavu wenu toeni upelekeni huko. Sasa tusikize hizo kesi. Waambieni Yanga, kwambieni ukweli alichoambiwa kasi. Kwani hawana haki ya kwenda huko? Waambie Yanga, wakwambieni ukweli wamejibiwa nini kasi. Kama kweli Yanga alipa majibu mazuri kasi, asinge kuja kutishia watu hapa. Wapo majibu vizuri kasi, utakuja kutishia watu hapa. Yanga sawa sawa, kuna ule msemo, kelele za chura zimzui tembo kunywa maji. Yaani Yanga sawa sawa na mpiga mbuzi gitaa. Yaani dabi ipo pale pale. Ni dabi ile iliyogairishwa ile mnasema mtu alituma. Sisi tumebadilisha dabi. Simba Day. Dabi na kwa Simba Day. Sawa haji. Nakuja si wana Simba tunakula sikukuu tunaenda kuenjoy. Twende Taifa tukaenjoy. Mama. Twende ile dabi ya tarehe 8 ile kuna mtu katoka juu kwa alipiga simu. Nani kasema? Kwenye bodi ya ligi kwenye kikao. Wapi ulimsikia utakamatwa? Ulimsikia nani kasema? Sisi tumenukuu. Nani? Tumenukuu. Msimezesha mtu maneno. Nani alikama jana? Kwani Boyman nani? Kasongo jana aliongea. Aliongea. Alikuthibitishia hiyo? No, nakuuliza swali. Ulimsikia Kasongo anaongea?
Mandala, kwani kile kikao sikifanyika bodi ya ligi? Wewe ulikuwepo kwenye kikao? Tulikuwepo. Ulimsikia? Nakuuliza swali. Mwandishi, tumia taaluma yako. Usije kwenye mtego. Yanga anatafuta mtu kufa naye. Nakuuliza wewe swali. Ulimsikia bodi ya ligi? Ulimsikia Kasongo anasema hilo kitu kulikisikia? Nilimsikia msemaji wa Young Africans. Huyo ndo aliongea. Huyo ndo aliosema. Yes, alikuwepo kwenye kikao. Yeye ndo kasema. Alikuwepo kwenye. Ndio aliyosema ni Alikamwe. Kasongo akaongea maneno. Kasongo akasema nimepokea maneno ya Yanga. Kataja, kaongea mambo mengi, hakusema kama kuna kiongozi mkuu wa serikali sikafunga geti. Aliongea ni Alikamwe. Usimezeshe mtu maneno. Alosema nani? Hiyo kauli kaiongea na wewe umesikia kwa nani kauli? Kwa ajibu Mike asikie. Wewe kauli isikia. Usifiche maneno, nyinyi waandishi bwana. Nisikilize. Usimpe mtu maneno. Aliyosema ni Alikamwe ndo kaongea kwenye mic na mwenye nimemsikia Alikamwe. Hakuna mtu alosikia. Sikumsiami Kasongo kuongea maneno. Gaza wanawalibu mpira Yanga. Kwa kauli za Alikamwe alizoziongea, FIFA akija kuzigundua hizi kauli, mpira unapigwa bani. Msimu ujao washiriki ligi. Yanga wasipokuja, hiyo hapo taarifa. Waambie Yanga msipokuja tarehe 8, tarehe 15. Pointi 15 mnakatwa. Pointi 3 anapewa Simba, magoli 3 anapewa Simba. Mkisusa mechi 2, pointi 30 tena zinakatwa. Nimsikia lakini msemaji akasema pointi ya Yanga ikati kizembe kama hivi. Sasa yeye Alikamwe nani? Yeye anatoa pointi. Alikamwe ni msemaji tu wa Yanga yule alipo bodi ya ligi shehe. Yanga atakubali. Wewe Alikamwe ni msemaji wa Yanga. Alikamwe nani kwenye mpira? Nani huu? Huu Alikamwe. Msemaji. Ni nani? Yes, msemaji mpira yetu kama sisi. Sasa ataongea nini? Wenye mpira wao anakuambia Yanga anakata pointi 15. Wenye mpira wao bodi ya ligi. Mandala nayo ongea Alikamwe anatoka ndani kwa viongozi. Sawa ndio, kwani Yanga ndo anapanga ligi? Wewe ratiba ya ligi unaipata kwa Yanga, unaipata wapi? Bodi ya ligi. Sasa Yanga ndo mwenye ligi bwana. Yanga ligi yake. Waanzisha ligi yao, waache kutishia watu. Sikiliza, waambie Yanga hii Simba, waambie watonye. Hii Simba, waambie. Kakumbusheni Yanga, waambieni ile Simba bro. Mbona shida kuambia ukweli? Mbona kama kimbia hivi? Waambieni ukweli Yanga kwamba hii Simba. Simba unstoppable. Simba unstoppable. Simba unstoppable. Haizuiliki. Wewe waambie hii Simba, Simba unstoppable. Kwa Mandala unaona nini kinaenda kutokea sakata hili kwanza ili kiujumla? Mimi naona tu Yanga kwenda kucheza shirikisho. Ndio ninachokiona. Kwa sababu atalipwa pointi 15 atakuja kugoma kucheza mechi hizo mbili, atapigwa 30 tena, anaanza kucheza ligi klabu bingwa na ndio shirikisho. Basi hamna future nyingine yoyote itatokea zaidi Yanga kwenda kucheza shirikisho. Kwa kumalizia Mandala, wana Simba tarehe 15 twendeni kwa Mkapa tukaenjoy, kuna Simba Day. Wana Simba tarehe 15 tukutane kwa Mkapa, kuna Simba Day, tunaenda kuenjoy. Mwali kagoma kuja Mwali. Tarehe 15 Mwali kagoma kuja, Mwali kajifungia ndani Mwali. Tumemdai Mwali wetu Mwali kagoma kuja. Tutampata tu sisi. shukrani sana. Nashukuru.